Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Funga macho yako, inua mikono yako juu tuweze kuombea neno. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante mbele zako. Asante maana wewe ni mwema, wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu. Asante kwa neema zako, asante kwa fadhili zako maishani mwetu Jehova. Wewe umekuwa Mungu wa majeshi, umekuwa Mungu mwaminifu, umekuwa Mungu mtakatifu. Tunakuinua Baba, tunasema ni asante, tunakusujudu, tunainua jina lako. Tunakupigia makofi mazuri Jehova, ndiye wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu, na kuna Mungu mwingine zaidi yako. Asante maana tangu asubuhi tuliomba uwepo wako uwe nasi, hakika Mungu umekuwa pamoja nasi Jehova. Tunasema ni asante Jehova, tunakuinua Baba, tunakuabudu, tunakusujudu Jehova, tunasema ni asante. Asante hata kwa ajili ya wageni mahali hapa. Asante maana wewe ni mwaminifu, asante maana ni mtakatifu Baba. Asante kwa ajili ya wenyewe, asante kwa neema zako na neema. Asante kwa kusikiliza maneno ya Mungu. Kila mzuri kwa maneno ya Mungu. Kwa hiyo kwa Mungu na mwanadamu ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mumebarikiwa, kimbieni sasa mkakunywe kauchi. Sifa zote ni zako, mamlaka yote ni yako Jehova. Tunakupigia makofi mengine mazuri Jehova, kama ni sadaka Jehova na kitu mbele zako. Tukisema Mungu ni asante na wewe ni mwema, Mungu ni Mungu wa majeshi na Mungu unatupenda Jehova. Umefika wakati mwingine wa kulisikia neno lako Jehova. Bwana wa majeshi, tunangoja kusikia sauti yako. Hatutaki kusikia sauti ya mwanadamu, tunataka tu kusikia sauti yako Jehova. Fungua mbingu asubuhi ya leo. Venye Yesu alikanyaga mto Yordani ukafungua mbingu. Mchungaji wako akija kwenye madhabahu Bwana, mfalme wa wafalme, tunaomba ukafungue mbingu ili uweze kunena maisha yetu Jehova jini. Nena nasi Mungu, tunakungojea. Nena nasi, tunangojea sauti yako utakatifu wa takatifu. Maana Mungu tunajua unapenda madhabahu. Tunajua Mungu unapenda Jehova. Tunajua ile chakula Mungu umeandaa ni chakula kitakuwa kitamu maishani mwetu. Ni chakula cha manufaa kwenye maisha yetu Jehova jile. Tunasema ni asante, tunapigia makofi mengine tena. Maana kila neno wewe unajiwa mahali hapa Jehova. Ni neno la ufunguo Jehova, neno Jehova la kutia watoto wako moyo. Neno Jehova la kuinua walio chini. Neno Bwana wa majeshi la kubadilisha maisha yetu. Bwana mchungaji wako Jehova, tunamleta tumaini wako mtakatifu wa takatifu. Ukamfiche chini ya mabawa zako Jehova. Ukampatie ujasiri wako. Ukamuongoza na Roho Mtakatifu. Anaponena neno lako Jehova jile, sifa na utukufu Baba zitakurudia. Baba, tumie kadri na uwezo wako Jehova, katika jina la Yesu. Je, tunakataa katika ya sasa ni kila maroho yote ya kuzimu, maroho yote ya kutumwa, maroho ya confusion, maroho za kupiga kelele, maroho za movement, hizo maroho zote tunazikamata kuanzia leo. Tunakamata kila maroho zote chafu, maroho za wachawi na waganga, maroho za madivina zenye kukamata Jehova neno lako lisiingie kwenye masikio ya watoto wako, lisiingie kwenye nafsi zetu Baba, lisiingie ndani ya roho zetu Jehova, katika jina la Yesu. Mfalme wa falme Jehova, nena nasi tunakugojea. Nena nasi tunakugojea Bwana, tumetulia kusikia sauti yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Inua mikono yako juu ya kichwa chako. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri tunapokaribisha Pastor George. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mkaketi.
Wakati huu nataka kuchukua hii nafasi nimshukuru Mungu aliye hai kwa sababu ya dakika hii na wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Maana imegharimu mkono wa Bwana kuwa uhai siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua hii nafasi kwanza nimshukuru Mungu aliye hai kwa sababu ya wakati na afya njema na neema mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, nataka kuchukua hii nafasi nimshukuru baba wangu wa kiroho Reverend Samuel kwa vile amekuwa akinishika mkono mpaka nifike mahali Mungu anataka nifike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili ama ya tatu, ningetaka upigie wachungaji wote makofi mazuri kwa sababu huwa wanasimama na wewe na kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe usijipigie makofi mazuri. Bwana wengine, kuna watu waliacha pesa. Sema pesa. Sema pesa. Maana pesa zao zimekataa kuwasaidia, wakaziacha. Bwana Yesu asifiwe. Usijipigie makofi mazuri kwa sababu Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ningetaka tusome maandiko kwenye Kutoka, that is Exodus 1 kuanzia 16 kuanzia 15 mpaka 22. Bwana Yesu asifiwe. Exodus 1, 16 and 15 mpaka 22. Kisha hiyo ingine ni Yoshua B kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Tutaanza na Exodus. Karibu. Kutoka mlango wa kwanza 15 mpaka 22. Kutoka mlango wa kwanza mstari wa 15. Mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Kimisri waliowazalisha wanawake wa Kiebrania ambao majina yao ni Shifra na Pua. 16. Mtakapozalisha wanawake wa Kiebrania, chunguzeni wanapojifungua. Ikiwa ni mtoto wa kiume, muueni, lakini ikiwa ni mtoto wa msichana, muacheni aishi. Lakini hawa wakunga walimcha Mungu na hawakufanya kile mfalme wa Misri alichowaambia kufanya, bali wakawaacha watoto wa kiume waishi. 18. Ndipo mfalme wa Misri akawaita hawa wakunga, akawauliza, kwa nini mmefanya hivi? Mbona mmeacha watoto wa kiume waishi? 19. Wakunga wakamjibu Farao, wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Wao wana nguvu nao hujifungua watoto kabla wakunga hawajafika. 20. Kwa hiyo Mungu akawatendea mema wakunga hao. Waisraeli wakaongezeka na kuendelea kuwa wengi zaidi. 21. Kwa hiyo hao wakunga walimcha Mungu. Mungu akawajalia kuwa na jamaa zao wenyewe. 22. Kisha Farao akatoa agizo hili kwa watu wake wote: kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa Waebrania lazima atupwe katika mto Naili, bali kila mtoto wa kike aachwe aishi. Amen. Yoshua 2 kuanzia 1 mpaka 4. Yeah. Joshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri
ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akawaambia kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, waliingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Amen. Pigeni makofi mazuri. Alafu ningeomba tukaweze kusimama ili tumwabudu Bwana kwa wimbo mmoja, tumwambie leo tuwe negosi tuwe korode ile moja ya uso wena ya mtano ndo meso sumieli ino mikono yako umwambie Bwana. Unaweza mkaketi tunapoingia kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe.
Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Maana yeye ndiye hutusaidia wakati mambo ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, ni wapi huwa unatazama wakati mambo ni magumu? Bwana Yesu asifiwe. Wengine huangalia watu wao ni kwa sababu wako na mali. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wengine huangalia brother na sister. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanakuanga wamesahau. Ndio. Pia hao wanamtazamia Bwana kabisa. Bwana wewe usimtazamie Bwana. Kweli. Maana mwanadamu anaweza akafika mwisho ndio na achoke na kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hakuna siku, hakuna dakika ndio atawahi kukuacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuingie kwenye maandiko ya siku ya leo. Ndio. Exodus 1 kuanzia 15 ndio mpaka 22. Maandiko yanatuambia ndio siku moja Farao, Bwana Yesu asifiwe, akaita wakunga wawili. Wakunga ndio wale watu ama wale wamama kusaidia wamama wanapojifungua. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wakunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko inatuambia Farao alitazama akaona ya kwamba nchi wa Misri ndio watoto wa Hibrania. Akatazama akaona nyota, ndio nyota yao, akasema ya kwamba hao watu wakizidi kuongezeka namna hii, ndio Bwana Yesu asifiwe, wanaweza wakatuzidi nguvu. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Farao akaingiwa na wivu. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wale watu ambao wanaenda mbali. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Farao akasema hao watu wakizidi kuongezeka namna hii, ndio wanaweza wakatuzidi nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inatuambia ndio wakati Farao alikuwa anazidi kuwateza, kumbe na wao ndivyo walikuwa wanaongezeka zaidi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Vemo alikuwa anawainukia, vemo alikuwa anazuilia wazaliwe, ndio kumbe na wao vemo walikuwa wanazaliwa kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanatuambia Farao akawaita wakunga, ndio hao wakunga wawili. Bwana Yesu asifiwe. Wamama ambao wanasaidia watoto, wamama kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Alipowaita akamwambia, nataka mfanye one favor kwako. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Mtoto yeyote wakihibrania, wakihibrania akizaliwa, ndio muweze kumuua. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba wakati walitengenezewa kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hawa wao wa mama walikuwa wanamcha Mungu. Ndio kumbe badala ya kuwaua walikuwa wanawahifadhi hai. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa kwanza, sema mpango wa kwanza wa Farao ukashindikana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mpango wa kwanza ulishindikana, Farao akaingia kwenye mpango wa pili. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa, maana mpango wa kwanza ulishindikana, Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaingia kwenye mpango wa pili. Ndio akasema yeyote atakayezaliwa, Bwana Yesu asifiwe, sasa arushe kwenye mto. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa pili ukashindikana. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hawa mama walikuwa wanamcha Mungu. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Umwambie ya kwamba yani siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe, ujumbe wa siku ya leo ndio ni ya kwamba kuna mpako. Bwana Yesu asifiwe. Adui alijaribu mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mpako mwingine ameanza juzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Farao alianza mpako wa kwanza. Wa kwanza ukashindikana.
Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusema siku ya leo, kuna vile maadui zako wamekuwa wakiinua mipaka na inashindikana. Na sasa maana imeshindikana, wameingia kwa mpaka wa pili. Lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe, hata kwa imani ya pili maadui hawatakuweza. Wamejaribu ya kwanza, wamejaribu ya pili kukuangamiza, kuvuja toa, wameshindwa kuvuja biashara, wameshindwa. Sikiza siku ya leo, hata kwa hiyo upanga ya pili bado Kristo atawaweza, bado atashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado Kristo atawaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi na thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Farao aliwaita. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema ninataka yeyote atakayezaliwa, ndio, mtoto wa Kiebrania aweze kuolewa. Ndio. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati aliona papo yanaendelea, ndio, akatumia the next plan. Ndio. Lakini mipango yote yake ikafeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo siku ya leo, ndio, huyo Farao, ndio, amekuwa akijaribu kukuweka chini. Ndio. Amekuwa akiona kazi. Amekuwa akijaribu, ndio, kukuweka chini. Ndio. Maana unainuka. Nimekuletea ujumbe. Siku ya leo, siku ya leo, kama walishindwa kwa mpango wa kwanza, hata ile ya pili sasa watashindwa. Hata ya tatu, hata ya nne, hata ya tano, hata ya sita, hata ya saba, Kristo atawaweza. Walishindwa na Jehova, hata siku ya leo sasa watashindwa. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Yesu, ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen, aliwatupa watu wawili, ndio, wende wakafanya upelelezi, ndio, kwa mtu wa Yeriko. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inatuambia, ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen, walipofika pale, Bwana Yesu asifiwe. Amen, kumbe kuna mtu aliwaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile pia wewe wakati unakuta Jesus wewe, ndio, kuna mtu huwa anakuona. Ni kweli. Sasa wale wakafuata wale watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati waliwaona, ndio, wakawafuata. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha utupe ukafikia mfalme. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba kuna watu wawili wametumwa kwa kuja wafanye upelelezi. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko inatuambia wakati mfalme alitumana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mfalme alitumana, ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen, wende watafutwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inatuambia Rahabu akawaficha. Ndio. Rahabu akawaficha. Ndio. Akawaepusha kwenye mitego ya adui. Ndio. Hivyo leo Petro, ndio, nimekuletea ujumbe. Vile hao wawili waliepuka mitego ya adui, hata wewe siku ya leo unaenda kuepuka mitego ya adui. Rahabu aliwaficha. Siku ya leo sio Rahabu atawaficha, Yesu Kristo pia atakuficha. Hata kama wameinua kichwa juu ya maisha yako, nimekuletea ujumbe. Nikwambie ya kwamba Kristo atakuficha, hautashindwa. Kristo atakuficha. Aliwaficha wawili waliotumwa na Yoshua, hata na mimi na wewe tuliyeitwa na Yesu. Yesu atatuficha. Bwana Yesu asifiwe. Patikana na maadui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wakati ilikuwa 76. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakumbukanga vizuri. Niliota babangu ngapi? Matatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa niko 76. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaota babangu akipigwa na soko.
anakaushwa kwa stima. Siku ngapi? 3 continuous. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo wakati ndio siku anajua kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kumbe na watu ndio walikuwa na ujuzi mwingi kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ikafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada siku kama 3 babangu wakaanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu kifo siku anaelewa. Maana nilikuwa naona kama ni ndoto za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama vile Yesu wakati alizaliwa, ndio kuna mtu aliona nyota anaitwa Herode, akaona nyota ya Yesu. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaona ya kwamba Yesu atakuwa mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Herode alikuwa anadhania ndio Kristo atakuja kuwa kiongozi wa taifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuwa anajua ndio Yesu atakuja kuwa kiongozi wa maisha yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini despite na hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ikaanza ni kama inataka kukuja kuangamiza mang'ombe, kufanya wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja ndio kama ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale maadui ambao walikuwa wanainuka ndio huko wakawazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo siku ya leo nimekuletea ujumbe ya kwamba sasa kama maadui watainuka kukuzima siku ya leo, Kristo atakuvisha. Farao aliuliza ni kwa nini ninaendelea na kuona watoto wanazaliwa? Aliuliza ni kwa nini ninaendelea na kuona watoto wanazaliwa? Siku ya leo wapendwa, kuna mtu anauliza ni kwa nini unaendelea na alikuoa. Kuna mtu anauliza ni kwa nini anaendelea na kukuona na yeye ainuka akakuoa. Lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe. Siku ya leo itabidi wazoee, itabidi wazoee kukuona. Ni kwa sababu Yesu atakuhifadhi hai kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao wanauliza ni kwa nini naendelea kuona hao watoto? Yeye alikuwa amepanga kuangamiza, ndio kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anauliza, akaita mara wakunga, ndio akawauliza, nilisema wauliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninasema wauliwe, ndio na muda nyingi mnawahifadhi hai. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Pauti anauliza ni kwa nini Bwana Yesu asifiwe wanaendelea kuishi? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama siku ya leo kuna mtu anauliza ndio ni kwa nini hiyo biashara yako inazidi kudumu? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na alisema iishe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anauliza ndio ni kwa nini unaendelea? Ndio. Na alinua uchawi ndio ili yakuzime. Lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe nikuambia ya kwamba mimi not want to see you. Mimi not like you. But one thing I know, there is a God whose name is Jehovah, whose name is Messiah. He will never leave you. He will never forsake you. He will abundantly make you visible. Amen. Yesu asifiwe. Utazidi kuonekana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila hawataki uonekane. Ndio. Bado utazidi kuonekana. Na watazidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini? Amen. Ni kwa sababu Kristo atakuficha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Wanadamu wanaweza shindwa kukuficha. Watu wengi hawana nguvu ya kukuficha. Ndio. Maana pia hao wanatafuta vile watafichwa. Ndio. Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tunapatanga
ya kwamba kuna watu wanataka tuingie lazima kwenye kifo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile Lazaro, sema Lazaro. Ndio. Wakati Lazaro Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia wakati Lazaro alikufa, Bwana Yesu asifiwe, Yesu akaenda kwa Lazaro akamkuta Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakuta Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akauliza, akapata watu wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akauliza, huyo ambaye mnalia kwa ajili yake yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu Lazaro alikuwa amekufa wakati usio wake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akauliza, huyo Lazaro ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanatuambia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofika juu ya kaburi, maandiko yanatuambia alilia kwa sauti akasema, Lazaro, 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 toka ndani ya kaburi. Mahali walipofika, Yesu akasema, Lazaro, Lazaro, toka kwenye kaburi. Mahali wamekuzika. Hivyo siku ya leo ninakuletea ujumbe. Siku ya leo Yesu analia akikuita mahali walifika. Yesu analia akisema, Mama wa mama, Jesus Arena, akisema, Jesus Arena, tokeni kwenye hizo kaburi wamekuzika, toka kwenye hiyo maponi wamekuzika. Yesu analia kwa ajili ya kwa yako, anakuita, anakuambia, toka kwenye hiyo kaburi, toka wamekuzika. Mama, you're not supposed to be there. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa kuwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna kitu chako wamekuzika, wamezika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. They wanted to kill Petro. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Yesu akatuma malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakataka kumuua Yesu. Ndio. Huku akaambia Yusufu na Mariamu, tokeni, chukueni baba yenu, mchukueni mtoto mwende mfiche. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwende mfiche kwenye upande wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati aenda akaficha, wakati Herode alikufa, Bwana Yesu asifiwe, akaambiwa, chukua virago vyako urudi sasa uko ulikotoka. Ni kwa sababu aliyekuwa na kutafuta kule hayuko tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walitaka kumuua Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamweka ndani ya shimo la tubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kumweka kwenye shimo ya shimo, wakatarajia Danieli auliwe na shimo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakasahau ya kwamba kuna shimo mwingine anaitwa shimo ya Yuda. Mahali wako mpendo, mahali wanataka kukuweka, wamesahau ya kwamba kuna shimo mwingine anaitwa shimo ya Yuda. Na akiruma maisha yako lazima isonge, na akifuruma maisha yako itakombolewa. Hivyo siku ya leo shimo ya Yuda, shimo ya Yuda, shimo ya Yuda, shimo ya Yuda anawaambia hiyo biashara, anawaambia hiyo ndoa, anawaambia hiyo mifumo, mahali wanataka uingie kwenye kifo ya mfuma, hautaangamizwa. Kristo atakuficha kabisa. Pigie Bwana Yesu makofi. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
ambia mwenzako sipa wa Yuda, sipa kabila wa Yuda anigurumia, atagurumia hiyo kitu unaona ni gumu kwako, unaona ni gumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Waisahau ndio kuna sipa mwingine wa Yuda ndio akiguruma hivi, sipa wengine wanazimu kabisa, wanapiga saluti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sipa wengine wanatii amri ndio ya sipa kabila wa Yuda kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wanasema ya kwamba yeye ndiye ataishi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi na thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Maandiko yanasema kuna wakati Petro alitamani kupepetwa. Bwana Yesu asifiwe. Nani yule anampepeta? Shetani. Ndio. Alitamani ampepete Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile alitamani kumpepeta, akaambiwa ya kwamba ukirejeshwa wakumbuke ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati wa kupepetwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati wa kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro alikuwa amepepetwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hata wewe umepepetwa siku ya leo. Sikiza neno la Mungu ya kwamba kuna wakati wa kupepetwa hizo magonjwa na hizo papo unaona ni kuu, lakini pia kuna wakati wa kurejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku ya leo wacha ile ni siku yako ya kurejeshwa. Mahali ambapo walipozika, mahali ambapo waliiboa na chini yao Yesu anawapepeta wote waliondoa ilizi wakakuzika. Siku ya leo Yesu anakurejesha mahali walipozika, walitamani kumpepeta Yesu akamficha, wakatamani kupepeta watoto Yesu akawaficha, wanatamani kukupepeta ili wakoe Yesu atakuficha. Yesu atakuficha. Yesu mpepo iwapo wale wanaimboa watu wazima imboa Kristo atakuficha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huyo sasa wakati Yesu ndio alirudi pale, ndio upande alikuwa amefukuzwa, alikuwa ametoka akajificha. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Aliambiwa sasa rudi mahali ulikuwa umefukuzwa. Ndio. Ni kwa sababu roho yake imeisha. Ndio. Alikuwa anamaanisha aje? Ndio. Alikuwa anamaanisha kama ulikuwa na mfumo mmoja. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ukaona adui ni kama kwamba ataimaliza. Ndio. Sasa anamaanisha ita uongezee mifugo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Herodi ametoka, ameondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niulize, kama ulikuwa na mtoto mmoja, ikaona kama atauliwa, ukaogopa kupata mwingine, ndio alikuwa anamaanisha aje? Sasa ita uongezee mapacha. Wana Herodi ndio already is gone, is no more. Bwana Yesu asifiwe. Pia Bwana Yesu makofi na thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo mpeto nimekuletea ujumbe wa kwamba ndio Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uko katikati ya watu, ndio Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uko katikati ya watu, ndio Bwana Yesu asifiwe. Na wanaingisha damu yako, ndio siku ya leo inajulikana. Hata kuna damu ingine, ndio isipokuwa damu ya Yesu. Kuna watu wanaitishwa damu yako, watu wa familia, lakini inajulikana kwako hakuna damu nyingine ila damu ya Yesu. Damu ya Yesu anaitishwa damu ili wakuunganishe, lakini inajulikana kwa hao wailishi hakuna damu nyingine ila damu ya Yesu.
chochote uko nacho. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikilikane kwao. Bwana Yesu asifiwe. You are not alone. Jehovah is kept to hide you from every betrayal. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameenda kukuficha kutokana na kifo chao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa angalia. They wanted to kill Peter. Daniel. Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu akawaokoa na akawaficha. Amen. Akawategulia mitume yote mahali walikuwa wamefichwa. Yes. Hata wewe yuko atakuondolea, atakuepusha na hiyo mitego ya maadui kabisa. Kama unaamini utasifiwa. Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saidia mwenzako eneo pili. I am not alone. You are not alone. I am not alone. I am not alone. I have Jesus. I have Jesus. And he is my refuge. He is my refuge. He is my shelter. And he is everything to me. Bwana Yesu asifiwe. He is everything. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi wanaitishwa tao. Ndio. Lakini hawajui damu ya Yesu inatutosha kabisa. Ni damu nyingine wanataka ni yao yake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ni wao peleka hizo tamu. Ndio. Lakini tamu yako. Yes. Ndio Yesu. Yes. Imefichwa na Yesu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua umesahau nini? Umesahau zaidi ya miaka 1000 ndio iliyopita. Yesu Kristo alienda hadi kuzimuni. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Akampata shetani. Akamwambia wewe shetani, kuanzia leo nimekunyang'anya nyaya zako ya watu wako. Na Yesu akamwambia kuanzia leo sio wewe uko na kifo. Sio wewe uko na baraka watu wako. Lakini siku ya leo ni Yesu. Niko na fuko ya watu wako. Kisha akasema kwenye mwanzo wa Injili ya kuwepo chochote nitafungulisha ikiwa duniani. Ndio. Tutasalia kufunguliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Kisha akasema chochote mtafuka mbinguni na duniani. Amen. Mbele tutasalia kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atakuficha. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimemaliza. Na Mungu awabariki. Amen. 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 Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Kama uko na imani ya kwamba utaokolewa, piga Bwana Yesu makofi mazuri. Na damu ya Yesu itakuficha. Amen. Amen. Thank you Jesus. Ningeomba mkaweze kusimama. Na ningetaka kuuliza, ndio, kama kuna mmoja angetaka kuokoka. Ndio. Kama kuna mmoja wenu ndio angetaka kuokoka, apatieni maisha yake kwa Bwana Yesu. Yes. Ni wakati wako ukaweze kuonyesha kwa ishara mkono. Yeyote angetaka kuokoka, kupeana maisha yake kwa Bwana, na ili Mungu akaweze kukuficha. Yeyote mara ya kwanza. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Wengine wa pili, ambie mwenzako usiogope. Damu ya Yesu ndio inataka ikufiche. Kuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine. Yuko piga makofi mazuri. Mwingine. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mwingine. Thank you Jesus. Mwingine angetaka kuokoka. Thank you Jesus. Mwingine. Kama hakuna, ningesema tuseme have your way, dear Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way.
Pigia mchungaji makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ainua juu vizuri kwa kichwa. 1, 2, 3, shangwe na vigelegele. Haya mara pili, shangwe na vigelegele. Mara tatu, shangwe na vigelegele. Amen. Mungu awabariki sana na Mungu atende mema. Salimia mwenzako, mwambie usiogope. Utafichwa. Hata wajaribu mara ya kwanza. Hata mara ya pili. Mungu atakupigania na atakuficha katika jina la Yesu. Amen. Basi tuketi chini. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema katika jina la Yesu. Ainua mikono juu. Sasa nataka ukaombe maombi ya toba kwanza. Kabla nikuombee, rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba siku ya leo ukanisamehe kila dhambi na makosa ambazo nimetenda kinyume na sheria zako. Nioshe leo na unitakaze kwa damu yako. Yesu, nakupenda na kukaribisha moyoni mwangu. Tembea na maisha yangu, tembea na mimi katika jina la Yesu. Kubali kuniondoa kwenye kitabu cha mauti na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Leo nimeokoka na nimeamini kwa jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. Baba mtakatifu 20 naleta Baba kikundi hiki, Mungu wa baraka, ambao umekubali kuacha dhambi na wakakubali kuokoka siku ya leo, nami nawaleta mikononi mwako Bwana wa majeshi. Baba, tukishangilia wokovu huu, tunakupigia sadaka nzuri ya makofi. Unajua mbinguni malaika wanafurahia, mbinguni malaika wanashangilia. Ninaomba Baba ukawatakaze siku ya leo. Nimeungama dhambi zote, makosa yote wametenda, ninaitoa mabegani mwao na ileta mabegani mwako Yesu. Baba, ukabebe hizi nila zao, ukawape nila yako, maana nila yako ni nyepesi. Waoshe na ukawatakaze kwa damu yako Yesu, mwana wa Mungu. Waepushe na maroho yote utumwa na kujituma, kuwatoa kwa neema ya wokovu na kuwarudisha kwa dhambi. Hiyo maroho Baba nimekataa. Ninawaombea Baba ukawajaza na Roho wako Mtakatifu, akazidi kutawala ndani yao, awafundishe na akae ndani yao Baba, katika jina la Yesu. Waepushe na mipango yote ya shetani na mitego ya ibilisi ya kuwatoa katika njia zako. Washindanie kwa kila jambo na kwa kila njia. Kwa jina la Yesu tumewaombea na kuamini. Amen. Sasa mmeokoka. Kanisa ikiisha mbaki pale. Unaona ile? Speaker hapo. Mkae hapo. Tutakuja tuonane. Wapigie makofi mazuri. Wakaribishe vizuri kwa ufalme wa Mungu. Na wabiaka hiyo ndio kazi tumeitiwa. Hii ingine ni bakshishi. Amen. Hiyo ndio tumeitiwa, to make hell empty and heaven full. Amen. Kutoa watu kwa dhambi na kuwaleta katika njia za Mungu. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki.